Movie linafunguka, ibada za kishetani zinaendelea hapa. Hasa kipindi ibada zinaendelea, kuna memba mmoja akasimama. Samahani mkuu, kuna kitu nataka kushare na nyinyi hapa mara moja. Kiongozi akamwambia endelee, akaanza kutoa story. Jana usiku kipindi nimelala, kuna ndoto niliiota. Sijaelewa kabisa hii ndoto. Ni ndoto ambayo imenishangaza sana kwa kweli. Mzee Ucha akawa anaendelea kuambia jinsi ilivyokuwa. Nilikuwa mwenyewe tu kwenye gari, lakini cha ajabu, kipindi naendesha ile gari, yule mwanamke alinitokea. Yaani mwanamke ambaye nimetoka kumtoa kafara juzi tu hapa. Alinitokea kwenye gari. Na baada ya kunitokea, nilishindwa kabisa kuvumilia. Nikajikuta nakimbia ndani ya gari, lakini cha ajabu, kila nilipokuwa naenda kukimbilia, na yeye alikuwa ananifuata. Hii ndoto ilikuwa na maana gani? Na hata hizi nguvu zangu zote ziliniisha. Yaani alinizidi nguvu kiufupi. Sasa sielewi mkuu. Sijui kwa nini hii ndoto imenitokea. Wakati yule mwanamke tulishamtoa kafara na kafara yake ilishakubaliwa. Sasa sijui shida nini mkuu. Sielewi kabisa. Nimeshanganyikiwa. Kila mmoja ametulia tu anamsikiliza mzee Uche. Yaani kwa kweli mkuu sielewi kabisa. Sijui hii ndoto ina maana gani na imenitisha sana. Niyo tu mkweli, imenitisha sana hii ndoto. Basi bwana, mkuu wa kikundi cha mzee Uche alimsikiliza mzee Uche, na baada ya mzee Uche kumaliza stori zake, mkuu wa kikundi akaanza kufanya mambo yake pale, mambo ya kishetani. Na mwisho wa siku alipata jibu, akaanza kumwambia mzee Uche, "Kwa nini imekuwa hivyo? Kuna vitu vingi sana ulikosea mzee Uche kwenye utoaji wa kafara yako. Na hapa ninachokwambia, miungu imekataa kafara yako." Mzee Uche kajichanganya. Ndio maana unaota ndoto za ajabu. Na sio hapo tu, kuna vitu vingi vitakutokea. Yaani vya ajabu kuliko hivyo. Mzee Uche anatoa macho tu, hadi wenzake wanashangaa. Wao wenyewe pia waamini. Imewezekanaje hii? Maana siku anaotoa kafara, kila kitu kilienda sawa. Sasa kila mmoja anashangaa. Mzee Uche ndo kachanganyikiwa kabisa. Hii ina maana gani? Ina maana gani? Sasa mbona nachanganyikiwa mimi? Unanichanganya kwa kweli mkuu. Sielewi. Mkuu akaanza kumchana mzee Uche. Unajua kitu kimoja tu, umefeli kufuata maelekezo. Ni maelekezo gani ambayo sikuyafuata mkuu? Mbona kila kitu kilienda sawa? Nilifuata maelekezo yote ulionipa. Hayo maelekezo unayozungumzia ni yapi? Kwa hiyo unataka kubishana na miungu, si ndio? Wao ndo wamekupa hiyo adhabu. Na wao ndo wamekataa hiyo sacrifice. Sasa unataka kubishana nao, si ndio? Sipo hapa kubishana na miungu mkuu. Wala sibishani chochote. Lakini ninachokumbuka, nilifanya kila kitu mlichoniagiza. Sasa kwa nini leo hii unaniambia kafara yangu imekataliwa? Mzee Uche kabaki amechanganyikiwa tu. Hajui afanye nini kwa wakati huo. Ikabidi tu amuulize mkuu wake. Tunafanya nini sasa kuhusiana na hili? Hakuna njia nyingine ya kufanya juu ya hili. Miungu inataka kafara nyingine. Hiyo kafara ya nyuma ulishaikosea. Tena kafara unayotakiwa utoe sasa hivi, kafara ya mwanamke bikra, na huyo mwanamke awe na miaka 30. Mzee macho anamtoka. Haamini kabisa alichokisikia hapa. Yaani kafara ya mwanamke bikra, tena ambaye ana miaka 30 na kuendelea, anamtolea wapi? Mkuu, hii kafara mbona ngumu sana kwangu. Mwanamke mwenye miaka 30, tena awe bikra. Hii Nigeria mimi namtolea wapi? Nigeria mimi namtolea wapi mwanamke? Siku hizo wanawake wamebadilika mkuu. Miaka 15 tu, mwanamke ana bikra. Mzee Uche alijitetea sana, lakini mkuu alimkazia tu. Hiyo ndo kafara inayotakiwa. Hakuna kafara nyingine. Na hakuna kinachoweza kubadilika hapo. Kwa hiyo afanye atakavyoweza, apate huyo mwanamke na amtoe kafara. Vinginevyo maisha yake yatakuwa mabaya vibaya mno, yaani mpaka kufa kwake. Kwa hiyo maamuzi ni yake. Afanye au aache. Basi bwana, yale yalipita. Baada ya yale kupita, Mzee Uche akawa anapambana sana kutafuta mwanamke bikra, tena mwenye miaka 30. Akawatuma vijana wake, wakawa wanakamata wanawake tofauti tofauti kuja kuwapima kama unaweza kuipata hiyo bikra, lakini ilikuwa ni ngumu sana. Kila mwanamke anayemkamata, Mzee Uche akija kumpima, anaonekana ana bikra. Bikra ilishapotea muda mrefu sana. Hii kazi ni ngumu sana kwa Mzee Uche, na sidhani kama atatoboa. Wamba alipambana sana kuhakikisha wanapata mwanamke bikra. Walileta wanawake tofauti tofauti, na baada ya Mzee Uche kumcheki kwa nguvu zake za uchawi, akagundua hapa hamna bikra. Kwa nyama ilizidi kuwa ngumu tu. Mzee Uche mawazo kibao, anaona kabisa hii ngoma inaenda kuwa ngumu. Yaani inaenda kumshinda hii. Hapana, haiwezekani. Basi bwana, leo mzee ilibidi aingie mwenyewe mtaani kutafuta wanawake bikra, na baada ya kuzunguka sana mtaani, walipitia kwenye moja ya mjengo wake hapa kuja kuutembelea mara moja. Sasa kipindi amemaliza kuangalia mjengo, Mzee Uche alikuwa anaondoka. Kipindi anaondoka, kuna dogo alikuwa anapita hapa. Mzee Uche akamuona, akamwita yule dogo, akaanza kumuongelesha. Mzee Uche ndo mambo yake, yaani ni mzee wa kafara tu. Angalia watoto wakubwa wala wazee. Sasa kuna dogo alimuita hapa, akawa anamuongelesha, akataka kumfanyia mambo yake ya uchawi. Mara kuna sauti kwa mbali kasikika. Acha! Mzee kabidi aache. Akashtuka. Nani alimstopisha huyo kufanya majukumu yake? Na mtu alimstopisha Mzee Uche kufanya uchawi wake hapa ni huyu mwanadada, anaitwa Ebele. Ebele Mwenyezi Mungu amemjalia sana. Ana nguvu za ajabu sana mwilini mwake. Machifu wamemchagua. Ni mmoja kati ya watu ambao wana nguvu kubwa sana. Hasa hapa alikuwa anamkanya Mzee Uche. Unatakiwa ubadilike. Toka kwenye njia uliyokuepo huko. Sio njia sahihi kabisa. Mabadiliko gani unayozungumzia wewe mwanamke? Na njia ipi hiyo mimi nilokuepo? Ushetani wako wote unaofanya kwenye huu mji, muda si mrefu utaenda kuuacha tu. Na kuhakikishia, utaenda kuacha tu muda si mrefu. Ushetani? Ushetani gani unaozungumzia? Mbona sikuelewi? Ushetani upi huo? Ebele anamwangalia tu Mzee Uche. Mzee Uche akaanza kutamba. Au nataka niwatume bodyguard wangu hapa sasa hivi. Wakuchukue, wakuteke.
wakusambaratishe kabisa, usiwepo kwenye ulimwengu. Ebele akamwangalia mzee Uche kisha akamwambia, nakufuatilia sana, kaa ukijua hilo, nakufuatilia, macho yangu hapo juu yako, nakufuatilia. Kisha huyo Ebele akasepa. Mzee Uche kana mwangalia tu Ebele kwa mbali. Basi bwana, baada hapo mzee Uche yupo kwenye gari, yupo na vijana wake, akawa analalamika vibaya mno kuhusiana na Ebele. Yaani haamini kabisa hajawahi kuolewa na mwanamke yote kwenye mji, lakini ndio mwanamke wa kwanza. Sasa akawa anauliza vijana wake kama wanamfahamu yule mwanamke na kwa nini anajeuri hivyo, ana nguvu gani yule. Sasa vijana wake kumbe wanamfahamu Ebele, wanamjua vizuri kabisa, wakaanza kumpa story, kumwambia undani wa Ebele. Ebele ni mwanamke wa ajabu sana na ana nguvu za ajabu. Maisha yake yote hajawahi kulala na mwanaume yoyote toka azaliwe mpaka pale unapomuona, hajawahi kulala na mwanaume yoyote yule, na anafanya hivyo kwa sababu ya kumaintain nguvu zake. Mizimu ndio inataka afanye hivyo. Yaani machifu wamemwachia nguvu na anawasaidia watu wengi sana kutokana na nguvu zake. Ana nguvu za ajabu mno. Sasa mzee Uche baada ya kusikia hivyo alichanganyikiwa kidogo, aliwashangaa vijana wake. Yaani mdoto wamekaa kwenye gari wanazunguka, wanamtafuta mwanamke ambaye hajawahi kulala na mwanamume hata siku moja. Alafu kumbe wao kuna mwanamke wanamfahamu, lakini wamekaa kimya tu. Sasa wamba wamekaa kimya, hawakutaka kumtaja Ebele kwa sababu wanajua nguvu zake. Ni ngumu sana kumfanyia Ebele hiki mzee anachotaka kumfanyia. Ni ngumu sana. Sasa mzee hakutaka kusikia chochote kile. Alitoa oda tu. Yaani Ebele akamatwa haraka sana. Anamtaka Ebele haraka sana. Basi bwana, huko Ebele anaelewa lile. Yuko zake kwenye mapoli, anatafuta dawa za kwenda kuwasaidia watu. Huko akiwa anajiongelesha mwenyewe tu. Asante sana Mungu wangu. Asante sana mizimu yangu kwa kunipa nguvu za kuwasaidia watu. Maana hii dunia kuna watu wana roho mbaya sana. Wanawafanyia wenzao vitu vibaya sana ambavyo hata wenyewe watamani kufanyiwa, ila wao wanawafanyia wenzao. Asante sana Mungu kwa kunipa hizo nguvu. Furaha yangu ni kuokoa watu tu, kusaidia maisha ya watu. Hasa kipindi Ebele anaendelea kuchuma miti shamba yake, huko akijiongelesha mwenyewe, kuna wamba nyuma wakatokea. Wale mabodyguard wa mzee Uche wametumwa kuja kumkamata Ebele. Basi bwana, wakamkamata Ebele, wakampiga nusu kaputi, wakampeleka mpaka nyumbani kwa mzee Uche. Na mzee baada ya kumwona Ebele, alitamba sana, alifurahia moyoni. Maana ile zoezi lilikuwa gumu sana kwake. Sasa hapa kichobaki ni kitu kimoja tu, kumpima na kuhakikisha kama kweli hajawahi kulala na mwanaume yoyote yule. Je, mzee atafanikiwa juu ya hili? Bwana sasa kuangalia muendelezo wa movie hii hapa. Mimi ni Topopa. Bye.